alinijua. Nilipofika kwa gate, kuna sanamu ya nyoka hapa kubwa, python, na sanamu ya nyoka hapa kubwa. Nikaambiwa wanatawala kwa nguvu za nyoka. Kilichotushtua ni hao nyoka, sababu hatukutarajia kuona nyoka kwa main gate. Anaishi kwa mahali panaitwa palace. Timu yangu yote ilishtuka sana. Wengine wakasema tusiingie, wengine wakasema hawa watu wamefanya makosa kumkaribisha pastor hapa. Lakini hawakuwa wananiambia, wamekuja kuniambia baadaye. Mke wangu akaniuliza, pastor, hawa watu wamekuleta wapi? Nikamwambia, mama, ninamtumikia Kristo. Hawezi kuniruhusu niingie mahali pabaya ikiwa sina kazi ya kufanya hapo. Na nilipoingia hapo, tulisimama nje kwa muda. Mimi niliketi kwa gari kwa muda, wakiwa wanafanya maandalizi ili the king, anaitwa chieftain, atoke nje. Alipoandaa nyumba yake na wasaidizi wake, wanatambaa kwa magoti wakimuongelesha. Hawawezi kusimama wakimuongelesha. Mkifika, unafika kwa mlango, piga magoti, unamuongelesha ukitambaa kwa magoti. So tulipoambiwa tuingie na viatu naacha nje, nilipoona watu wamepiga magoti wote, nikakumbuka wale nyoka niliwapita pale kwa gate. Nikasema pana, nilisoma Biblia. First Kings chapter number 13, verse 1. By the word of the Lord, a man of God came from Judah to Bethel. As Jeroboam was standing by the altar to make an offering, by the word of the Lord, he cried out against the altar. Altar, altar, this is what the Lord says. A son named Josiah will be born the house of David. On you he will sacrifice the priests of the high places who make offering here, and human bones will be burned on you. That same day the man of God gave a sign. This is the sign the Lord has declared. The altar will be split apart, and the ashes on it will be poured out. When King Jeroboam heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hand, and from the altar he said, seize him. But the hand is stretched out toward the man shriveled up, so that he could not pull it back. Alas, the altar was split apart, and its ashes poured out, according to the sign given by the man of God by the word of the Lord. Nikakumbuka andiko hilo, 1 Kings 13, kwamba Mungu atakupeleka mahali, lakini akijua jambo litakutatiza, atakuamuru utangulie na madhabahu. Nikasema nikiinama hapa nikapiga magoti, inamaanisha nimepeana utukufu na mamlaka kwa hii miungu. Na nikaamuru timu yangu, tulipokuwa tunatoka, tukimaliza, chukueni picha za hao nyoka wako hapo,
ndio watu wajue kwamba kuna madhabahu ambao haiogopi. Watu wanajua. Na wakienda, nikaona wachungaji wamepiga magoti na watu wote wakapiga magoti na wakatoa viatu. Nikasema kama hii ndio itanifanya nisirudi hapa, sitoi viatu na sipigi magoti. Na ukiongea na yeye unapiga makofi mara 5. Na yeye ni chief na anaitwa Mr. Haitwi Mrs. na yeye ni mwanamke. Unamuita baba, haumuiti mama. Nikasema sitamuita baba na sitamuita mama na sitapiga magoti na sitatoa viatu, kwa sababu nimefika kwenye madhabahu ya giza. Naomba Mungu anipe network ya kuivunja. Na nilipokuwa ninamsikiliza akiongea, akaongea yake, na yeye akaniomba kama vile naweza nikamsaidia kwa njia yote ya kifedha. Nikaona kwa hiyo nyumba, kwa hiyo palace kuna mahali kuna picha ya Yesu. Nikamwambia naamini unaamini kwa sababu naona picha ya Yesu hapa. Akanisalimia, Bwana asifiwe. Nikasema naweza kusema Bwana asifiwe, lakini ni Bwana yupi? Akaniambia nikitoka nisitoke bila kuomba. Nikasema hiyo tu. Nilipoinuka na nikaanza kuomba, nikaanza kuvunja madhabahu, sababu nilijua haiwezekani sehemu kama hiyo ikajulikana mpaka viongozi wa nchi wanaenda, na wakienda huwa wanamuinamia viongozi wa taifa, viongozi hata wakuu zaidi. Nikavunja hayo madhabahu. Mke wangu aliponiuliza, nikamwambia mama, tushukuru tumefika hapo na nimekanyaga kwa miguu yangu, nimevunja hayo madhabahu, tusubiri kile Mungu atafanya Zambia. Hiyo ilikuwa ni Friday usiku, na Saturday kukawa na outpouring of God's power and God's presence, na watu wakajaza uwanja kuliko vile tulivyotarajia. Southern part of Africa, the first crusade to someone they have never seen. Uwanja ukajaa na miujiza na ishara katikati ya mvua.